kubwa. Vunja basi 5 tuishi. Kuna namba inaingia. Alo. Habari. Unaongea na afisa uhusiano kutoka taasisi ya kifedha. Ndio baba. Akaunti yako ina matatizo. Akaunti yangu ina matatizo? Ndiyo, ina matatizo. Sasa naomba utume namba ya NIDA na namba yako ya siri, yani PIN, kabla sijalazimika kuifungia hiyo akaunti. Tume namba ya NIDA na namba ya siri. Ngoja nitume baba kabla mambo hayajaribika. Mama, usitume password kwa mtu yoyote. Huyo usimsikilize anakupotosha. Inakoelekea akaunti yako itafungwa, fedha zako zitafungwa, hata wewe unaweza ukafungwa. Usimsikilize, huyo ni mpotoshaji, anakupotosha. Unakubali vipi kupotoshwa na huyo Usitume PIN sio OTP kwa mtu yoyote. Amesema line yangu ina matatizo. Mama, taasisi za kifedha hawaombi taarifa binafsi kwa njia ya simu. Kuna watu wengine wako kuziba riziki tu. Matapeli wamekuwa wengi. Anataka kumtapeli mmoja bilionea. Wote matapeli wale, sijui tuma kwa namba hii, sijui umeshinda bilioni 30. Sasa utashinda hujacheza mchezo wote. Sasa nifanyeje? Hilo sasa ndo la msingi. Twende tawi lolote la karibu la mtoa huduma za kifedha, tukapate sasa hizo taarifa. Watatuelewesha. Karibuni sana, pia poleni sana. Kwa majina yangu naitwa William Martin Mokrai, ni mtoa huduma za fedha. Vile vile pia ni mtaalamu wa mambo ya fedha. Sasa mama, malalamiko kama hayo yamekuwa ni mengi siku hizi. Matapeli wamekuwa wakijifanya ni maafisa wa taasisi za kifedha ili kujipatia PIN, OTP au taarifa binafsi. Jamani, sasa taarifa zangu wanazitaka za nini? Wanazitaka kwa mambo yafuatayo. Kwanza, kubadili line ya simu yako. Pili, kufungua mikopo kupitia jina lako. 3, kuiba fedha kwenye akaunti yako. 4, kutengeneza akaunti fake. Na 5, kuomba watu fedha kwa njia ya udanganyifu ama utapeli. Sasa hii ni kwa kila mmoja kukumbuka. Linda taarifa zako binafsi kwa usalama wa fedha zako, ili usiwape matapeli mwanya wa kukuibia. Ili kulinda taarifa zenu, mama pamoja na kaka hapo, kuna mambo kadhaa ningependa mzingatie. Jambo la kwanza, usitoe PIN ama OTP ama password, kwa Kiswahili tunaita nywila, kwa mtu yoyote, awe hata mtu wako wa karibu. Password kwa Kiswahili ni nywila? Ndiyo, password kwa Kiswahili ni nywila. Na hata hivyo, jambo la pili, mtu wa huduma hawezi kukuomba taarifa binafsi kwa njia ya simu. Na jambo la tatu ambalo ndio limewatokea nyinyi sasa, ukipigiwa simu yenye vitisho au huaraka, kata hiyo simu na upige namba rasmi ya taasisi husika. Sasa tukienda kwenye jambo la 4 hapa, sawa, tumia program ya simu na huduma iliyothibitishwa. Tukimalizia jambo letu la 5 ambalo sasa ndio la mwisho, inasema linda taarifa zako binafsi wakati wote. Tumeelewana hapo? Sasa leo nimejifunza chief. Sasa mama, sasa hivi uko vizuri. Ila ukipokea message ya tuma kwa namba hii, niambie tucheke wote. Linda taarifa zako, linda pesa zako. Usalama wa kifedha unaanza na wewe. Ni vyema ukipokea simu au ujumbe wa kitapeli, toa taarifa kwenye mamlaka husika. Kinga ni bora kuliko kutapeliwa.